nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka hutadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu yafike moyo jipya
jambo jipya usiku wa leo. Macho yanashuhudia, masikio kusikia, Bwana anafanya jambo jipya. Amejishusha samani, anahisi kama hana samani mbele yangu. Amejikatia tamaa, anahisi kama hana samani mbele yangu. Mimi na mama yake amejishusha samani, anahisi kama hana samani mbele yangu. Mimi mzazi wake alinikosea sana. Aliondoka kwa dharau, matusi na kejeli, akaondoka kaenda mbali. Akatumia mali zote kwa maisha ya anasa. Sasa ameishiwa, kurudi anaogopa, na baki anateseka.
mwanangu. Haya, naongea na nyinyi wasafiri, mkienda mkikutana naye mwanangu. Naongea na nyinyi wasafiri, mkienda huko mkikutana naye mwanangu, mwambie ninampenda, mwambie bado nampenda, mwambie ninampenda mwanangu, mwambie ninampenda, arudi atubu, akitubu tu nitamsamehe. Ndio nakwambia kwamba mambo kama hayo, mwambie nampenda. Basi hii ni CMC TV, pale popote ulipo unaniona unanitazama, ndio tumeanza. Basi ni safari njema zaidi, na ni masaa ya saa 7:34 usiku. Karibuni sana nyinyi wote ambao mko mahali pale na mnanisikiza vizuri sana, mnanipata vizuri sana wherever you are. Labda unanipata ukiwa popote ulipo, labda unanipata sijui maeneo gani unanipata. Wacha niwaambie kwamba basi ndio tumeanza. Hii ni CMC TV. CMC means kwamba Christ Missionaries Church, iko pale Mathare, Huruma, na itakuwa ni vizuri sana. Basi kama nimekosea pole sana. Basi ndio tumeanza. Basi mahali popote ulipo, tunashukuru Mungu sana mahali ulipo, na tutakuwa tunashukuru Mungu kwa sababu ya hiyo kitu kati ambayo ni CMC TV. Tutaendelea kupata, waje tupate burudisho kiendelea mapote kwa ole ulipo. Basi tunakupa safari ya pole. Kuna watu wananifuatilia, asanteni sana kwa kunifuatilia. Tumeanza hivyo na tunashukuru Mungu sana kwa wote ambao wamenitufuatilia katika mitandao yetu. Kwenye Facebook unatupata, kwenye Twitter unatupata, ukienda pale Instagram pia vile vile utakuwa unatupata vizuri sana, na ukienda pale basi Facebook pia utakuwa unapata, search for Christ Missionaries Church pale Huruma, Mathare, Mashimoni. Basi itakuwa ni vizuri zaidi, na tutakuwa ni jambo leo tuko na ibada mzuri sana, ibada ambayo itatufana sana. Leo tuko na ibada kuanzia morning glory kuanzia saa 10, ambapo masaa iko tu kidogo kufikia mwendo wa saa 10. Labda niseme kwamba bado masaa kadhaa hivi, maana ni saa 7:36, masaa tu kadhaa, alafu tutakuwa tunaingia kwenye morning glory kuanzia saa 10, saa 11 hadi saa 12. Tutakuwa tunarejea nyumbani kujipanga ili kwa sababu ya ibada. English service inaanza mwendo saa 3 hadi saa 4:30, alafu main service itaanza hiyo mwendo saa 4:30. Tunakuwa na intercessory kuanzia saa 4:30 hadi saa 5:30, na baada ya hapo tutakuwa tunatoka hapo mpaka main service kuanzia saa 5 hiyo hadi saa 7. Usiende mbali, kuendelea kuwa nasi, endelea kutufuatilia wherever you are. Tuma ujumbe, itakuwa ni vizuri zaidi na itakuwa unatupata vyema zaidi. Labda wengine ambao watakuwa wananifuata kila siku, sasa itakuwa ni vizuri unanifuatilia kwenye online, na utakuwa unanifuatilia popote ulipo. Utakuwa unanifuatilia kwenye online, utakuwa unanifuatilia pale popote ulipo. Mambo ni hivyo vile unaona, kama kadhaa. Wacha nisome ujumbe kiasi. Ujumbe kiasi nasema watu wanafuatilia wengi zaidi na ni mara ya kwanza. Kwa saa hii enda pale Facebook, search Moses Wesonga, utakuwa unanipata pale, ama search
for Christ Missioners Church, utakuwa unanipata vile vile, utakuwa unanifuatilia. Na pia ukiendelea kunisearch, utanisearch pale kwenye YouTube Moses Songa, utakuwa unanipata. Na basi pia utakuwa na follow YouTube kwa Christ Missioners Church under Pastor Paul ama Bishop Paul, utakuwa unampata vilivyo. Basi itakuwa ni vizuri sana mahali popote ulipo, itakuwa ni jambo la baraka. Kwa hivyo bila kupoteza wakati wapenzi watazamaji, wacha tuone Bon Mwaitege na Christopher Mwangila wametupangia nini usiku huu, ambayo ni Jumapili ya tarehe 9 mwezi wa 3. Wacha tuone wametupangia nini. Waambie watu hivi nakuaje, unapopitia katika nyakati ngumu unafanyaje? Waambie watu wajifunze inakuaje, waambie watu, waambie anayaweza mambo yote katika yeye anitiaye nguvu. Ninapopitia changamoto naimba wimbo huu, nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote umenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Nionapo amani kama shwari, ama nionapo shida, kwa mambo yote Bwana amenijulisha, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zako waambie watu, dhambi zangu zote wala si nusu, zimewekwa msalabani, wala sichukui laana yake, ni salama rohoni mwangu. Dhambi zangu zote wala si nusu, alizibeba Yesu msalabani, wala sichukui laana yake, salama rohoni mwangu. Kwa sababu ya msalaba
wakati nikitembea natazama mawingu, nahisi kama nitakuona unakuja, natarajia unyakuo. Nina amani manani salama rohoni mwangu. Bwana, himiza siku ya kuja, panda itaka hapo ria, utakaposhuka sitaogopa, ni salama rohoni. Bwana, himiza siku ya kuja, panda itakapo ria, utakaposhuka Baba sitaogopa, ni salama rohoni. Yes, salama, salama, sitaogopa maana ni salama, sitaogopa ni salama. Oh, salama, salama, oh, salama, salama, oh, salama, imba salama, salama, oh, salama, salama. Hallelujah, 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 hallelujah. Naimba salama, 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 salama. Imba na wewe sema, sema salama, 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 salama. Hallelujah, hallelujah. Wacha Mungu salama, wacha Mungu salama, oh salama, usalama upo rohoni, yes salama, salama mama, aya salama. Anajulikana kama Christopher Mwangila pamoja na Bon Maitega wakiwa pale, na kuambia kwamba wanatupatia vitu kama hizo, na nakwambia kwamba mambo kama hayo vile itakuwa ni mambo mazuri zaidi, ambapo popote ulipo unanitazama, popote ulipo unanitazamia siji wapi, lakini ni hapo ndivyo kuna kuwa video hivyo ndivyo kunaenda. Ninashukuru sana wote ambao wananifuatilia kwenye Facebook, na pia nashukuru sana wote ambao wananifuatilia kwenye WhatsApp. Nambari ya WhatsApp iko pale, basi itakuwa ni vizuri zaidi. Popote ulipo unaweza nifuatilia kwenye mtandao, na itakuwa ni jambo la baraka zaidi. Sijui nitasema nini, maana ni mambo makubwa zaidi, na ninashukuru sana kwa sababu ya hili ambalo Mungu amefanya kuhusiana na hili, na basi niseme kwamba Mungu anatenda maajabu manzangu. Mungu akitenda maajabu, basi tunafanya mambo mazuri sana. Chani angalia watu ambao wananifuatilia kwenye mtandao. Chani angalia wananifuatilia vipi, wananipata wapi, wananipata nikiwa wapi, basi tuone itakuwa ni jambo la namna gani. Na nimewakumbusha kwamba Morning Glory kuanzia saa 10
hadi saa 12, na kutakuwa na English service ambayo itakuwa inaanza mwendo saa 3 hadi saa 4:30, na kipindi cha maombi ni kuanzia saa 4:30 hadi saa 5:30, lisali moja. Saa 5:30 hadi saa 7:30 tutakuwa tunamalizia the main service ambayo itakuwa pale. Ibada iko Huruma. Ukienda pale Huruma utapata kanisa liko na branch pale Dandora, na vile vile liko na branch upande wa Mombasa. Kwa hivyo hizo za ibada zote utakuwa unazipata hapa kwenye CMC TV, na tuko all over the country. Tumeanza na mambo ni kama haya. Utakuwa unatufuatilia popote ulipo, mahali popote unayofikiria kwamba unaweza tupata, itakuwa ni jambo la baraka. At the meantime, wacha tuone tuone nani huyu, anaitwa nani? Anaitwa nani huyu? Anaitwa Israel Mboni. Israel Mboni anatuambia nini kuhusiana na siku ya leo? Israel Mboni nakumbuka akiwa hapa Kenya amepokelewa vizuri na wasimamizi wa muziki hapa Kenya, na akafika hapa nchini Kenya na kufanya ibada yake vizuri zaidi akiwa na watu wenzake kutoka kule kwao, na nashukuru sana kwa hilo, na Mungu najua kwamba Mungu anampeleka mbali. Kwa hivyo mimi nafurahia na akiimba huu wimbo, usikize na uisikize kwa makini, huenda pia utakuja kuwa kama yeye siku moja. Sikiza. Sasa napakuna miungu mtaamini, sitajitia unajisi, chakula cha ufalme, na sitauza urithi wa wokovu anasa za kisasa. Nina uhakika waweza kuniponya, hata usiponiponya sitaabudu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti nina wewe, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote, hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Sasa napakuna miungu mtaamini,
utajitia unajisi, chakula cha ufalme, na sitauza uliti wako anasa za kisasa. Nina uhakika waweza kuniponya. usiniponye we, Hata usiponiponya sitaabudu masanamu. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti nina wewe, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. usiyafanye we, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. waweza tuma neno, Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. hata usiyafanye yo, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemchemu ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemchemu ya uzima. Si mara ya kwanza kunitoa katika magumu, nina ushuhuda zaidi ya moja, wewe ni mwaminifu. Nina historia maalumu, wewe ni chemchemu ya uzima. Naelewa maji na moto nitapita, kwenye uvuli wa mauti ninawe nina wewe, sitaogopa kamwe. Mungu wangu wanishika mkono, wautuliza moyo wangu, sina sina mashaka, wanibeba mgongoni. Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. hata usiyafanye, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. waweza tuma neno, Waweza tuma neno la uzima libadilishe yote. hata usiyafanye we, Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. nitaamini, bado nitaamini ulichosema nami Yesu, nitaamini wewe ukiajibu maombi yangu, nitakuamini hata usinijibu Yesu, nitakuaminio.
nitaamini nitaamini, bado nitaamini, ukiniponya ukiniponya nitaamini, nitaamini, hata usiniponye yo, hata usiniponye Yesu we, bado nitaamini, ukiyajibu maombi ukinijibu nitaamini, nitaamini, hata usinijibu yo, hata usinijibu bado nitaamini, ukibadilisha yote, ukibadilisha nitaamini, hata usibadilishe, hata usibadilishe bado nitaamini, kwenye uvuli wa mauti bado nitaamini, nina ushuhuda, wewe ni mwaminifu, nitaamini, bado nitaamini, ukiniponya yo
Pole sana wote ambao walikuwa wananifuatilia, labda ilikuwa imenyamaza, poleni sana. Pole sana ambao wananifuatilia kwenye mtandao, ni mambo ya hitilafu tu ya mitambo kidogo. Nilikuwa nasoma Samueli wa kwanza mlango wa 16 mstari mdogo sana wa 8, mstari wa 8 nitasoma. Ndipo Yese akamwita Abinadamu akampitisha mbele ya Samueli, naye akasema Bwana hakumchagua huyu. Ndipo Yese akampitisha Shama, naye akasema wala Bwana hakumchagua huyu. Yese akampitisha wanawe 7 mbele ya Samueli. Samueli akamwambia Yese, Bwana hakumchagua hawa. Kisha Samueli akamwambia Yese, watoto wako wote wapo hapa? Naye akasema, amesalia mdogo wao, na tazama anawachunga kondoo. Basi Samueli akamwambia Yese, tuma watu wamlete, kwa sababu hatutaketi hata atakapokuja huku. Basi akatuma mtu, naye akamleta kwao. Naye alikuwa mwekundu, mwenye macho mazuri, na umbo lake lilikuwa la kupendeza. Bwana akasema, ondoka, umtie mafuta, maana huyu ndiye. Samueli akaitwaa pembe yenye mafuta, akamtia mafuta kati ya ndugu zake, na roho ya Bwana ikamjilia Daudi kwa nguvu tangu siku ile. Basi Samueli akaondoka akaenda zake Rama. Ni kumaanisha nini, wapendwa watazamaji? Ni kwamba kila ambacho Mungu amekiweka kibinafsi, labda ndio hiyo ndio acha niseme dhahabu ambayo Mungu ametaka ikokoe pale, ili mkaweze kuitakasa, ili mkaweze kuona yale ambayo unafanya kwenu na watu wanaikashifu. Ndio Bwana anataka ufanye, ili ndio Bwana ameichagua ili ukaweze kuokoa watu nyumbani. Na kila ambacho umekataliwa, ukikataliwa na kudharauliwa, ndipo hapo mpenye Mungu anahitaji ukaweze kuwa na ukaokoe watu, ama ukaokoe wana wa Israeli, ama ukaokoe jamii yako. Usitishike chochote ambacho unaongelewa, usitishike chochote ambacho unasikia, na usitishike chochote ambacho we mwenyewe unaona kwamba uko kisahihi. Watakukataa, wanasema kwamba ukweli utafanya mtu akuchukie, ni sawa. Angalia, Daudi alikuwa mtu mdogo sana, amedharaulika, mchunga kondoo. Yese akaleta wanawe wake 7 mbele ya Samueli, lakini Bwana akasema, hawa 7 sikuwachagua, hawa 7 mimi siwajui, amesalia mmoja. Yese akauliza Samueli akauliza Yese, je, kuna hao watoto wako hapa wote? Yese akasema, kuna mmoja mdogo ambaye amesalia, nako kule anachunga kondoo. Ni kumaanisha nini? Haijalishi wewe uko wapi, haijalishi uko namna gani, haijalishi umri wako, na haijalishi yale ambayo unapitia. Hii inajalisha ni kiroho. Popote ulipo, labda unafikiria kwamba umefika mwisho, ndipo Bwana anasema kwamba yeye amekuchagua kuja duniani ili ukaweze kufanya jambo ambalo linaweza kutetea watu. Jambo la kwanza, kutetea familia, kutetea ndoa, kutetea jamaa zako, kutetea kijiji, kutetea ulimwengu. You never know. Hii ufalme wa mbinguni hauna matajiri. Ufalme wa mbinguni haina tu wewe unajua. Ufalme wa mbinguni ni wewe na matendo yako utakuwa pale.
ufalme wa mbinguni italingana na jinsi wewe umechukulia kama Roho Mtakatifu anavyotaka. Ufalme wa mbinguni hauendi na mali, hauendi na ndugu yako, hauendi na mtu yote. Wewe peke yako utasimama mbele ya haki ukiuliza kwamba, je, ulipokuwa duniani kuna mtu alikuja kufanya kazi ya Mungu na akatoka na wewe ndio ulisababisha? Je, kuna mtu alikuja akitaka kupona, lakini kwa sababu wewe hukukuwa na haja, hukutaka kumsaidia, je, ako wapi? Utajibu mashtaka hayo, maana Mungu amekupatia nafasi hii ya kufanya kazi jinsi yeye anahitaji, ya kufanya kazi. Amesema mwenyewe, nitatumana msaidizi. Alitumana Roho Mtakatifu, na tunatembea na Roho Mtakatifu. Hatufanyi kazi kivyetu, hatufanyi kazi kwa sababu tunajua, hatujui, ilhali sisi wenyewe tunajua kwamba hatujui. I want to tell you this today. I'm Minister Moses. Let me tell you, kila ambacho mwanadamu anaona kwamba hakiwezi ndani yako, kijaribu hiko. Kuna mtu alinichallenge siku moja akasema, Mose, where there is a rejection, automatically there is a direction. Palipo kataliwa, hapo ndipo njia ipo. Na nikiangalia historia ya Daudi, alikataliwa. Angalia historia ya Yusufu, alikataliwa na ndugu zake, lakini yeye ndiye ilikuwa sababu ya Mungu kumtumia. Where there is a rejection, there is a direction. Ukiona wanakudhulumu, ukiona wanakuchukia, wanapigana na ile nguvu ulio nayo, usilalamike, usilie, kubali kupigwa mawe. Maana hawajui ulichokibeba, neema gani wewe umebeba, neema gani wewe umeiweka, ni neema gani wewe ulio nayo zaidi yenye Mungu anakutumia. Hauelewi. Na Mungu ametupatia hiyo amri, ametupatia hiyo mamlaka ya kufanya vitu hapa duniani, ya kubadilisha watu hapa duniani. Biblia inasema kwamba mtakanyaga nzige na ngee, lakini haitawadhuru. Mbona tunyamaze? Mbona? Ninataka nikupatie wimbo moja ambayo mimi ninabarikiwa nayo sana. Na kabla niwapatie wimbo huo, ninataka nikwambie kwamba popote ulipo, huenda uko wapi, nataka nikwambie kwamba tuko tuna kitu moja ambayo nataka nikwambie. Usifadhaike moyo. Usiangalie uliachwa. Usiangalie kwamba wewe umefika mwisho. Ndugu yangu mpendwa, unapendwa na Mungu. Unapendwa na Mungu. Wewe ni dhahabu. Father, mighty name of Jesus, I take this opportunity at this midnight. Father, I want you to do something through this nation. As this channel starts, God, my Father, let us go this ministry to grow up. Na naelewa kwamba ministry hii ya Christ Missioners Church ikienda juu, basi kuna timu ambayo pia unaenda kuiamsha. Bwana, tuelekeze. Na kwa sababu umesema kwamba sisi ndio dhahabu, sisi ambao tumedharauliwa ndio Mungu anahitaji. Angalia, Yese hakutarajia Daudi anaweza wekelewa mkono. Yese hakutarajia kwamba yule ambaye amesema kwamba yuko kule anachunga kondoo ndio yule ambaye Mungu alimchagua. Unatukumbusha kwamba kumbe wewe hauangalii mahali mtu alipo,
jinsi mtu alivyo. Unaangalia ile dhamana ya roho ya mtu, ile udhamana yenye Mungu mtu amebeba. Asante Mungu kwa sababu ya wakati huu. Asante Mungu kwa sababu umetupatia neema kwa siku ya leo. Ninashukuru kwa sababu ni Mungu, na utukuzwe na utawaliwe. Mungu utawaliwe na upewe sifa. Kwa jina la Yesu Kristo naomba na takwamini. Amen. Shalom, shalom, shalom. Wherever you are at this time, ninataka niwachilie, masaa yangu imeisha, na ninashukuru sana pale popote ulipo. Endelea kuwa nasi, jiunge na sisi, tutakuwa tunakuwa pamoja live every day. Tumeanza na as we start we need to go far. Thank you wana CMC. Tujitayarishe kwa ibada saa 10 tuko na morning glory. Saa 3 tuko na first service ambayo ni English service. Saa 3 mpaka saa 4:30. Saa 4:30 hadi saa 5:30 tutakuwa na intercessory, na the main itakuwa ni kuanzia saa 5:30 hadi saa 7:30. Usikose kujiunga na sisi kwa hapa kwenye CMC TV, Christ Missioners Church, ambayo imekuja kwa ushindo. Tutakuwa tuko pamoja na wewe hadi tamati. Jiunga na sisi kila siku, na tutakuwa tunakupa tamasha kubwa zaidi. Mimi ni wako Minister Moses Wesonga. Ubarikiwe. Nilipokuwa nipo chini mavumbini, nilipokuwa nipo chini mavumbini, walinikataa, waliniona ni mavumbi tu, walinikataa, nilikuwa sina thamani kwao, walijua jana yangu, hawakujua leo yangu. Waliniona ni masikini, waliniona sina thamani kwao, waliniona sina lolote, ila walichokosea hao, walijua jana yangu hao, hawakujua leo yangu. Wanadamu leo nang'ara kama dhahabu, acha ning'are mimi dhahabu. Leo nang'ara kama dhahabu, acha ning'are kama dhahabu. Mimi ni dhahabu, 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 mimi ni dhahabu. Usidhalau leo ya mtu, usidhalau leo ya mtu, maana hujui kesho yake, maana hujui hatima yake. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu, hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Masikini leo, kesho huyo ndiyo tajiri. Unayemuona chini leo, kesho atainuliwa na Mungu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu.
Kesho ya mtu mikononi mwake Baba. Daudi alikuwa mchunga kondoo polini. Daudi alikuwa mchunga kondoo. Daudi, nani alijua Daudi ni mfalme? Nani alijua Daudi ni mtu mkubwa? Kumbe unaweza pitia leo kwa utukufu wa kesho. Kumbe unaweza pitia leo, hiyo ni heshima kwa Mungu. Atakapokuja kuinua watakushangaa. Usijaizalau leo ya mtu. Sasa nang'ara kama dhahabu, kama dhahabu. Amenitengeneza Mungu, leo nang'ara kama dhahabu. Mimi ni dhahabu, mimi ni 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 dhahabu. Nilipokuwa masikini nilivumilia, waliponikataa na kunibeza nilivumilia. Leo nang'ara kama dhahabu. Acha ning'are, Mungu amenitoa mbali. Acha ning'are, Mungu amenikumbuka. Na sifa kuu ya dhahabu, na sifa kuu ya dhahabu. Dhahabu ni lazima ipite kwenye moto. Ikipita kwenye moto, dhahabu itang'ara tu. Na sifa kuu ya Mungu wetu huyu, utuinua kutoka chini, chini, chini sana, na kutupandisha mpaka juu, na kutuketisha na wakuu. Usijaizalau leo ya mtu. Hatima ya mtu mikononi mwa Mungu. Leo nang'ara kama dhahabu, kama dhahabu. Acha ning'are, mimi ni dhahabu, mimi ni dhahabu. Leo nang'ara kama dhahabu, kama dhahabu. Acha ning'are, mimi ni dhahabu, mimi ni dhahabu. Leo nang'ara kama dhahabu, kama dhahabu. Acha ning'are, mimi ni dhahabu.
yafike kwako, moyo uliopondeka hutadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliopondeka hutadharau. Ni kiu yangu, ni haja yangu, nifanane nawe, nifanane na maombi yangu yafike moyo amejishusha samani, anahisi kama hana samani mbele yangu. Amejikatia tamaa, anahisi kama hana samani mbele yangu. Mimi na mama yake, amejishusha samani, anahisi kama hana samani mbele yangu. Mimi mzazi wake, alinikosea sana. Aliondoka kwa dharau, matusi na kejeli, akaondoka kaenda mbali. Akatumia mali zote kwa maisha ya anasa. Sasa ameishiwa, kurudi anaogopa, na baki anateseka. Mwanangu haya, anaongea na nyinyi wasafiri, mkienda mkikutana naye. Mwanangu, naongea na nyinyi wasafiri, mkienda huko mkikutana naye. Mwanangu, mwambie ninampenda.